Mathayo 6:24. Mathayo 6:24. Anasema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Ndio. Mabwana, naomba tudake neno mabwana wawili. Maana tutaenda tutazungumza sana ile mabwana. Kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu. Atashikamana na huyu na huyo. Hamwezi kutumikia Mungu na mali. Nataka nitoe angalizo wakati naendelea kulijibu hili swali. Kwamba Yesu hakukataza watu wasiwe matajiri. Ndio. Hakuwa na maana kwamba watu msiwe matajiri. Hakuwa na maana watu msiwe na ukwasi. Maana yake ukwasi na utajiri tofauti. Utajiri rich, Waswahili tumekosa maneno. Kwa hiyo tunaposema utajiri maana yake rich, ukwasi wealth. Sasa naomba siende huko mtangazaji. Ukwasi yani maana yake una uwezo mtangazaji wa kulala nyumbani, vitu vikaendelea kujizalisha vyenyewe. Yani wewe ukwasi. Lakini utajiri, kwa ndani ya ukwasi kuna utajiri pia. Sasa tajiri ni yule ambaye anapata vitu vya muhimu, anataka gari, anapata. Yani ana matumizi yake ya muhimu yote anayapata. Anayoyataka yeye. Kwa sababu wengine kwako ya muhimu, mimi sio muhimu. Kwa hiyo yeye anayo muhimu kwake anapata. Lakini siku akilala, asipoenda mahali fulani, mambo yanakuwa uchumi unadidimia. Kwa mara nyingi tajiri ana matumizi mengi kuliko mapato. Lakini mkwasi yeye mapato yanaenda. Yani maana yake mkwasi kwa kifupi ni yule mwekezaji. Ana huko. Yaani hata kilala akienda kuangalia hela zinaingia, hajui, yani ndio hivyo. Okay. Hapo nimeshakuelewa. Kwa hiyo Yesu hakutukataza wala kuzuia kwamba tusiwe matajiri. Ndio. Au tusiwe wakwasi. Kwa nini? Neno nasema huwezi kutumikia mabwana wawili. Ndio. Mtangazaji, unaposoma mahali popote ni lugha ya kawaida tu. Ukishasikia bwana, kuna sifa za bwana. Huwezi ukaitwa bwana tu. Ndio. Ili uwe bwana, cha kwanza lazima umiliki. Una kitu unachokimiliki ndio unaitwa bwana. Sasa wewe huna unachokimiliki unaitwa bwana. Nisamee, sina maana kwamba nawatukana wanaume. Ndio. Sina maana kwamba natukana wanaume. Na macho ukishaitwa bwana, maana yake kuna kitu unacho miliki. Sasa tukirudi kwenye mstari, Yesu anasema alianza na huwezi ukatumikia mabwana wawili. Alafu huko mwisho anamalizia huwezi kutumikia Mungu na mali. Kwa mabwana wawili waliokuwa wanazungumzia ni Mungu na mali. Okay. Tuko sawa hapo? Ndio. Sasa kama alikuwa anazungumzia Mungu na mali, maana yake ni hii mtangazaji. Ndio. Yesu anachosema huwezi ukamilikiwa na mabwana wawili. Bwana ana kazi ya kumiliki. Yaani mtu bwana lazima una kitu unakimiliki. Ndio maana kwamba bwana shamba anamiliki shamba. Yaani kuna kitu bwana harusi. Okay. Bwana kuna kitu unakimiliki. Kwa hiyo bwana tutaelezea unamiliki nini. Sasa huyu Yesu alikuwa anamaanisha kwenye kutumikia. Sasa tuangalie Biblia inaposema Bwana, Mungu anamiliki nini? Sasa tumesema sifa ya kwanza ya Bwana ni kumiliki. Anamiliki nini? Okay. Biblia inasema kwenye ile Mithali 23:26. Mungu anasema, "Mwanangu, nipe moyo wako." Kwa nini Mungu anataka moyo? Na akamtuma mwanae wa pekee. Yesu anakuja kutafuta nini? Kilichopotea. Ni nini? Moyo. Nafasi ya Mungu ilikuwa ni ndani ya moyo wa mwanadamu. Na nikisema moyo, mtangazaji, naomba tusichukulie picha kile kiungo kinachosukuma damu. Ndani ya moyo, Biblia inaposema moyo ni mkusanyiko wa ule utu wa ndani. Tunaposema utu wa ndani, nafsi na roho. Kwa Mungu anamiliki moyo, maana yake nafsi na roho. Haina maana amiliki mwili na mwili wako anamiliki. Sasa tunaanzia ndani. Anaambia, "Mwanangu, nipe moyo wangu." Na ndicho kilichomsababisha Yesu afe msalabani akitafuta moyo wangu na wako na wewe msikilizaji. Okay. Tumeona bwana huyu anavyomiliki. Mali na yenyewe ina tabia ya kumiliki moyo. Ndio maana wanagombana. Okay. Mwanadamu hana mioyo mingi. Ana mmoja. Ndio ndani japo kuna roho na nafsi, lakini unao mmoja. Naomba useme kile kiungo kinachosukuma damu. Unao mtangazaji mmoja. Ndio. Sasa fikiria ndicho Yesu alichokuwa anasema. Mali na yenyewe ina tabia ya kumiliki moyo wa mtu.
Okay. Nayapata wapi? Mathayo 6:21. Mathayo 6:21. Ndio pale anasema kwa kuwa hazina yako, kisha sikia hazina maana yake hapo ni mali. Unaweza kusema hazina sio mali, kitu cha thamani. Kisha kitu cha thamani maana yake ni mali. Kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwa na moyo wako pia. Sasa huu mstari ulikotokea, Yesu alikuwa anahimiza utoaji wa sadaka ili tujiwekee hazina mbinguni. Ndio. Kwa hiyo mstari una picha mbili. Mbinguni lakini pia hapa duniani. Kwa sababu moyo unaishi duniani afu baadaye utaenda kuishi mbinguni. Ndio. Sasa hapa duniani kivipi moyo wako unaambatana na hazina? Kivipi? Nikupa mfano utaelewa. Yaani kwamba mtangazaji tuko hapa. Moyo wangu na moyo wako unajua hazina zetu tulipoficha. Ndio. Japo tuko studio. Ikija taarifa mfano mwanangu aje, mama kule, mfano nichukulie nificha chumbani. Mama kule chumbani kuna tatizo, sijui mlango tumekuta uko wazi. Mtangazaji mapigo ya moyo atabadilika. Atabadilika sana. Unawaza moyo uko hapa lakini bado uko kwenye hazina nyingine. Nazungumzia moyo unaambatana na mali. Moyo, yani moyo una tabia kuambatana, ndicho Yesu hazina yako ilipo ndipo na moyo wako ulipo. Tunazungumzia kwamba alisema Bwana mali ina tabia ya kumiliki moyo. Kwa hiyo ndio maana nataka nikuoneshe huo uhusiano. Ngoja nikupe mfano. Mtangazaji, tunafundishwa kwenye Biblia kwamba tunatakiwa tumtolee Mungu zaka. Ndio. Hivi ukiwa na shilingi 10,000, zaka ni shilingi ngapi? 1,000 tu. 1,000. 10,000 toa 1,000. Nabaki 9,000. Nani anachukua kikubwa kati yako na Mungu? Mimi nachukua nyingi. Lakini ipi inauma? 9,000 1,000? 1,000 inauma sana. Kwa nini inauma? Moyo unasema kisitoke, ni changu. Ni changu. Una 9,000 kubwa kuliko ya Mungu. Okay. Lakini bado 1,000 inakuuma. Hazina moyo. Mungu atusaidie sana. Mali ina tabia ya kukamata moyo. Haitaki kutoka kwenye moyo. Ndio maana Mungu anasema, mwanangu nipe moyo wako. Na mali nayo inasema, na utaka moyo, hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapo kuwa. Kwa hiyo sasa hiyo sababu ya kwanza huwezi kutumikia mawili. Sababu kubwa ni kwamba kila Mungu anataka kumiliki moyo na mali ndio kumiliki moyo. Ndio maana Yesu akasema huwezi ukavitumikia vyote. Lazima uchague kimoja ambacho kitakaa moyoni. Kitakuwa ndio kitakaa moyoni mwako. Hapo sasa. Na ndio maana ili napenda niliona mwingine anauliza sasa nifanyeje? Kumbuka nilisema mtangazaji, Mungu akutukataza tusimiliki mali. Ndio. Na ndio Yesu alichokuja kufia msalabani. Anasema alikufa kama maskini ili tupate kuwa matajiri. Kwa nini? Hamu na kiu ya Mungu kuona watoto wake tunamiliki kila kitu. Kwa sababu dunia na vyote vijazavyo ni mali yake. Na sisi ni wanawake, kwa hiyo watoto wake yani. Kwa hiyo cha baba ni changu. Sasa ufanyeje? Yote kuna moyo mmoja. Mali nataka na Mungu anataka. Maana pale ambapo unafanikiwa. Jifunze. Ngoja kabla sasa. Kwa nini mtu kabla hajafanikiwa? Kanisani anaonekana sana. Mafanikio yakianza kidogo, ratiba zinakuwa nyingi. Muda hautoshi. Busy mtumishi. Ngoja nikupe mfano. Kwa nini ni wa mali kukamata moyo? Ili nikupe suluhisho ufanyeje. Ndio. Mali watu wako tayari kuchelewa ibada za Jumapili. Lakini kufungua duka lake achelewi. Hajawahi kuchelewa. Ofisini uchelewi. Mali inamiliki moyo. Kwa jinsi mali inavyoongezeka, usipojua kuitoa moyoni kwako. Simaanishi maskini. Usipojua kuitoa moyoni mwako, mali itapoteza. Unaitoaje? Sasa, ili uitoe mali mtangazaji, sadaka. Okay. Sio ni rahisi, sadaka. Mithali inasema, mheshimu Bwana kwa mali yako yote. Kwa nini naseme mheshimu Bwana? Kwani sentensi zimekamilika? Lakini akaweka mali. Tusome mstari uone mtangazaji. Amesisitiza mali. Kwa nini asingesema tu mheshimu Mungu? Mtangazaji sentensi ingekuwa haijakamilika Kiswahili. Ingekuwa imekamilika sana. Lakini akasema mheshimu kwa mali. Maana yake anajua mali ina tabia ya kugombania moyo. Unapoheshimu, unamheshimu vipi? Unapoenda kutoa sadaka. Umekuja kanisani umeachilia kwenye lile kapu. Ndio. Maana yake ulimwengu wa roho
ulimwengu alo unaiambiaje mali? Toka moyoni kwangu. Ndio kitu cha kwanza, toka moyoni kwangu. Unaitoa. Sio kwamba sikutaki. Yaani nataka nimtumikie Mungu, nataka nimpe heshima Mungu. Kwa hiyo wewe kaa pembeni. Nataka nimpe heshima Mungu. Wewe ustahili heshima. Kaa pembeni. Kwa ile mali inatoka moyoni mwako. Inabaki na kuzunguka. Kwa hiyo ikikuzunguka, wewe ndio inakutumikia wewe. Okay. Watu tuelewe tu siri. Kwa kadri mafanikio unavyoyapata, toa sadaka. Mshukuru Mungu. Unapomshukuru unaambia Mungu, umenivusha. Wewe mali kaa pembeni. Umeingia, umeongezeka, ninakutoa. Bado Mungu ndo atakuwa kamate moyo wangu. Wewe kaa pembeni. Hiyo siri nzito sana. Kwa kadri unapofanikiwa haitakutesa. Hata kama utapata mabiashara makubwa, manini makubwa, haitakusumbua kushindwa kuja ibadani kwa sababu ya mali. Kwa sababu haijatawala moyo wako. Huitumiki, inakutumikia wewe. Kwa sababu utakuwa unaisikia. Kwa sababu kingine mtangazaji, ni kabla sijamalizia hivyo, tabia ya Bwana ana sauti. Kishaitwa Bwana ana sauti. Ndio maana kwenye ndoa nasikia mume wangu anaitwa Bwana. Ana sauti, ni kichwa. Ndio. Kwa Yesu aliposema Bwana, Mungu ana sauti. Na mali ina sauti. Ndio hiyo nilikupa mfano. Okay. Mali kikutawala, una uwezo wa kuacha ibada ukaenda kwenye mali. Kwenye kazi. Na hujisikii vibaya. Una uwezo hata kula fungu la 10, unaweza kula hata sadaka. Ina sauti. Uwezo kaitwa Bwana bila kuwa na sauti, bila kuwa na amri. Kwa unapoitoa sadaka, maana unainyamazisha sauti ya mali moyoni kwako. Okay. Kwamba naisikiza sauti ya mtu. Kwa sababu sadaka, mtangazaji, ni sauti ya Roho Mtakatifu, ndio anakuambia toa hiki. Kwa unapotii, unapoenda kutoa, umeitoa mali. Sasa walokole kwenye kutoa hapo. Ndio maana mali ndio inawachanganya. Lakini ni siri kubwa. Na kingine unapotoa sadaka. Nazungumza ni mheshimu Bwana kwa mali yako. Ndio. Anasema mahali hazina yako itakapokuwa ndipo na moyo wako. Sasa nimetoka nilikotoka. Tuchukulie hapa studio ndio madhabahu. Nimekuja nimeiachilia kwenye kapu la mahali hapa. Maana yake mahali yangu imekuja na moyo wangu umekuja. Naenda zangu huko kwenye shughuli zangu. Lakini hazina yangu niliweka, mali yangu niliweka Zoe. Kwa maana yake Mungu akija anambia mimi ni Mungu wa Zoe ambaye madhabahu ulinitolea sadaka. Kwa anakutafuta popote ulipo. Kwa sababu moyo wangu uko kwenye madhabahu yake. Ndicho alichosema mbinguni hazina yenu mnondo mkutu. Okay. Wow. Kwa hiyo unakuwa unajiconnect na madhabahu ya mbinguni. Hivi hapo mwalimu, labda nichomeke kaswali kadogo hapo. Hivi kuna utofauti upi kati ya mali na baraka? Mali na baraka. Baraka lugha rahisi ni ustawi. Kisha sikia tu baraka ustawi. Okay. Umestawi katika nini? Nimestawi katika kumjua Mungu. Mara kwanza nilikuwa simjui. Sasa hivi nazidi kustawi. Na tunataka tubarikiwe na ndio maana baraka za rohoni na mwilini. Nimebarikiwa katika watoto. Nimestawi. Yaani familia imestawi, imeongezeka. Okay. Kwanza kushangaa rohoni niko vizuri na mjua Mungu, lakini sina mali. Bado nina baraka. Lakini Mungu hamaanishi kwamba anataka tubarikiwe rohoni na mwilini. Kwa ukija mwilini sasa tunakuja kwenye baraka za mwilini vinavyoonekana. Sasa ndio tuna mali chochote. Na pia baraka ta afya. Unataka kujua afya ndio baraka ya kwanza. Ulazo hospitali. Hata wewe na mamilioni mtangazaji ndio utajua hayo mamilioni hayana faida. Kwa hiyo ustawi, baraka ni kustawi katika eneo lipi? Ndio hicho. Asante.